siku moja ya Alhamisi wazazi wakashuka Korogwe kule. Kufika Korogwe kule, ndio hivyo jamaa tukapandisha nao kituoni wazazi wale. Tulivyopandisha nao kituoni, wazazi wakasema huyu mtoto wetu anateseka. Jamaa hana hela, hamlipi, kwa hiyo wanashuti tu na video yao alafu wanarusha. Anayekula hela ni Rasco. No, Masabora meneja. Msanii ametupa jambo hapa. Ni kweli kaka. Vitu vinaenda viral, watu wanaona pengine unapata mamilioni. Utajirika kupitia kijana. Niweke hivi kaka. Huyu ana wazazi. Babake mzazi yuhai, mamake amefariki. Kwa hiyo tunapozungumza, kwa sababu hivi vitu vinaishi. Kukosana kupo. Nilikaa na familia yake mwanzoni, wakati nafanya naye sikukonfirm na ndugu yake yoyote. Nikaa nafanya naye, naweza kusema kienyeji. Huko na kule wakaja wakakutana na hizo klipu, ndio kujuana na familia yake. Kwa kibali kikatoka kwamba fanyeni kazi. Muda ukaenda, mwisho wa siku nikaa naambiwa sasa nilipe, kwamba labda mwisho wa mwezi mtumie baba yake kiasi. Nikamwambia mzee, kwa sasa hivi hela sina, nalitafuta jina. Na nina imani ipo siku mambo yatakuwa mazuri, hata hicho kiasi unachokitaka kuna siku kitakuwa kikubwa. Sikueleweka, nikaonekana kama nadanganya, kwa sababu nadharia ya watu wengi mitandaoni kuna hela. Hela kweli ipo, lakini kuna mifumo inatakiwa itengenezwe ili uweze kupata hela. Ujitume kweli kweli, ujitoe ndio upate hizo hela. Kwa hiyo nilijaribu kuongea na familia, tukaweka kikao cha kwanza, cha pili, nikaja kukubali kwamba mwisho wa mwezi nitalipa kiasi fulani. Mwisho wa siku nipo naye, kila kitu juu yangu. Chumba, kulala, nini, hivyo ni vitu ambavyo siwezi kuvizungumzia kwa sababu ni wajibu. Mbili mvitekeleze. Na pia mtu ambaye nipo naye, naogopa kuweka neno sio timamu sana. Ana mapungufu mshikaji. Kwa hiyo kuna extra energy, kuna nguvu kubwa ambayo inatakiwa ifanyike. Kuanzia kumbadilisha akili yake, kumcontrol, ni kufua, ni kuoga, ni kufanya nini, inabidi kama nipo na mtoto mdogo. Sawa. Kwa hiyo hayo yote sikuwaambia wazazi kwamba licha kwamba mnahitaji hela, huenda nikaa pia natamani nyie wazazi wa huyu mnipe hela ili ya kwake yaende. Ila sasa kwa sababu niliwaambia familia, mashabiki ndio wanaotulea. Mimi nikisema tu bwana Kingamuzi anataka 1 2 3, wana provide. Tulinunua godoro 200 kaka. Alikaa nalo wiki hiyo. Hiyo 200 imetoka kwa mashabiki. Mbarikiwe sana. Liliibiwa. Anachelewa kurudi geto kwake, lilipigwa. Tukachangisha, tukapewa godoro la pili. Kwa hiyo ule mzunguko wote wa mimi na huyu tunapewaga hela na mashabiki, na ndio ukweli. Labda kwa sasa hivi hapa watu mkifumua namba zikiongezeka huko, unaweza tukapata matunda Facebook huko, kama YouTube itafunguka, mambo yanaweza kaenda. Kwenye vile vikao kwa sielezei hayo mambo kama hayo, kwa sababu wenyewe wanajua kijana wao ni mtu wa, lakini wao walikuja kupini kwamba mwisho wa mwezi natakiwa nitoe. Nilitoa. Sasa nyumba ambayo walikuwa wanakaa, mwenye nyumba alikuja kupiga simu kijana atoke. Mpangaji mwenzia analalamika kwamba usimsimamii mazingira geto kwake. Sasa kuna muda alikuwa anasafiri na kuja mjini. Naambiwa kijana 1 2 kafanya, sikachelewa kurudi. Basi fiti na zile mwenye nyumba hakai pale. Ikabidi anipigie mtoi bwana, ataniondoshia wapangaji wengine. Kweli ndio pale napigiwa simu mwisho wa mwezi kwamba bwana mbona hela uweki? Naambia uwezi amini mzee wangu, mtoto katolewa kwenye chumba pale. Inabidi nitafute chumba kingine, maisha yaendelee. Kwa hiyo naomba huu mwezi uniache. Mzazi akunielewa, sema kwa nini hujaniambia muda wote, unakuja kuniambia mwishoni. Nikamwambia mzee nisamee tu, kwa sababu hata mimi na yeye ile mazoea kupigiana simu hayapo, tunakumbukana mwisho wa mwezi. Nisamee mzee wangu. Kwa kile kitendo wakaamua sasa washuke
kuja kufanya kikao. Kwenye kile kikao maelezo ni kwamba yote nayafanya kwa sababu hatukuandikishana kwamba utatoa kiasi fulani mwisho wa mwezi, ndio maana unaruka, ila tukiandikishana utoruka. Nikaambia sio kweli, aina ya mtu niliye naye sio kuandikishana naye, sababu tukishaandikishana inabidi afanye kila ninachokitaka mimi. Sasa huyu mimi naenda naye kutokana na akili yake, mnaweza mkakubaliana saa 2 tufanye kitu, anaweza akaja pia kesho yake au hata kesho kutwa. Sasa si kama kamkataba yako. Nyie naombeni mniamini, siwezi mdhulumu. Mimi nafanya kazi kwa moyo mmoja. Hichi kinachotokea tunachokifanya imetokea tu kupendwa. Babake mdogo akaja kuniambia kwamba wewe huwezi kufanya chochote bila ya huyu. Kwa nikaona hii ndo sababu ya wao mimi kunikalia juu kwamba sasa Sterling Kingamuzi. Umeona? Kwa ulikuwa kama natikiswa. Sasa nikaambia mzee na waombeni kijana niachane naye. Nikatapopata hela nitamrudia, tuachane kwa uzuri kama tulivyokutana. Wakasema sasa inabidi tuachane kwa maandishi. Twende polisi. Tukapelekana juu pole. Nikaenda pale nikasikiliza, nikaambiwa kuna askari pale akaelezea vizuri haki za mitandao. Nikamwambia nazijua, nazielewa. Kwa nini unakaa na mtoto wa mtu muda wote huo halipwi si nini? Sikujielezea pale polisi. Basi afisa yule akasema haina haja muandikishane hapa, rudini huko mtaani kama mlivyokubaliana, kwa sababu mlivyokubaliana si amkuja hapa, kamalizeni tu kibinadamu. Kwa hiyo tukaandikishana pale kwamba Kingamuzi sipo naye, nitarudiana naye endapo nitakuwa na uwezo wa kuilipa familia yake kiasi kadhaa, mambo yaweze kuendelea. Nikakabidhi kijana kwa wazazi, nikakabidhi godoro, nikakabidhi nguo fresh. Huyu akakimbia pale akakimbia wazazi. Wazazi wakaondoka na baadhi ya nguo na godoro, huyu aliondoka na nguo safi. Nikakutana naye sasa baada ya pale, nikamwambia kaka, wewe unafeli. Nenda nao. Asema mimi siendi. Nikamwambia sio kweli, nenda nao, utafika wakati hata mzazi atakuwa anafikiria kwamba nakutuma. Alafu sasa hivi wewe una jina, unapozurura huko mtaani inaonekana na kunyonya, ndio hapa hatu gepu la kusema na kutumia. Yaani unapozurura huko mtaani unavolandalanda, umechafuka sijui nini. Mdogo kuna mwamba anaitwa Lojabali. Alitupa tenda kwa mara kwanza na anatupa tangazo. Mungu ambariki jamaa. Umeona? Yule ndiye nilisaidiana naye. Mimi nilishasema kabisa basi ngoja dogo niachane naye, lakini yule brother akasema kaka, huwezi kuja kuachia sehemu ambayo ni nzuri. Yaani umefikia pazuri alafu unakuja kuachia. Koma. Mimi nikakomaa bwana. Nikajaribu kusema na familia ile, kazungumza kwenye simu sasa muda huo kwamba jamani mpeni ruhusa kijana huyu mimi nifanye naye. Mambo yakawa magumu kidogo. Kwa hivi hata hivi ninavyokuambia huyu mtoto nimekuja naye huku kimakosa. Yaani Watanzania mlijue, wewe likitokea la kutokea, japo namuomba Mungu turudi salama, yani nimrudishe salama. Yaani likitokea la kutokea, mambo yanakuwa makubwa. Na yote ni kwa nini? Kwamba baada ya pale wazazi kuondoka naye kukimbia, bado mshikaji wake likabaki kwa mimi. Atazurura anakutafuta. Asubuhi, brother sijanywa chai. Brother sijala. Brother sijafanya nini? Kwa hiyo nikaona haina haja. Haina uache ubaki kwa mwenzangu. Ndio tunaendelea hapa. Kwa hiyo familia meneja likimkuta la kumkuta msisite kunitetea. Huo ndio hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo brother. Na kingine familia mpo sahihi kwa upande wenu. Kijana wenu huyu mmemsomesha, mmemkuza, mmemlea. Baba una haki ya kudai chochote kwa mwanao. Kama kuna sehemu nimekosea, mnisamee wazazi. Hii ni mitandao, hawezi kunipa jeuri nikaongea labda kiburi.